Nilikuwaga Arusha, mama mmoja naye akaniambia, pasa nisaidie mume wangu, siku hizi anafanya kazi ya Sabato na tulikuwa tunafanya ibada, siku hizi hatufanyi naye hivi na vile. Nikamuulizia na anasema alikuwa mzee wa kanisa. Nikamwambia wakati kabla hajaanza kutokuja hata kanisani na hata ibada ya familia, baadaye akawa anaikwepa, mlipokuwa mnakutana kwenye ibada ulikuwa unasema nini? Anasema wakati wa kuomba naomba Mungu msaidie mume wangu, siku hizi hata kanisani haendi, anafanya hata kazi siku ya Sabato. Haya. Kwa hiyo nikamwambia, hapo ulikuwa unaomba ama ulikuwa unamshtaki? Yaani wewe hapo ulikuwa prosecutor, wewe ni mshtaki, huko hapa unamshtaki huyu mbele za nani? Kwa hiyo lazima aliona kumbe fursa ya ibada mwenzako wewe umeifanya kuwa mahakama, unamshtaki mbele za nani? Hata kama ni wewe utaendelea kwenda mahakamani, labda wako kwenye karabinga. Hutaweza. Nikamuuliza yule mama, huyu mwanamume anaenda anarudi nyumbani, yeye anarudi, ananunua chakula, ananunua nguo kwa watoto, anafanya. Nikamwambia, kwa nini usimweleze Mungu yale mazuri anayofanya? Anasema, Bwana nashukuru umempatia hii kazi, anapata, unampatia, unabariki kazi ya mikono, umlinde huko anakokwenda. Nashukuru anavyotuhudumia, anafanya hiki na kile. Kwa nini usimseme vizuri kwa yale mazuri anayofanya mbele za Bwana? Kwa nini wewe unamshtaki yale ambayo hajashindwa kufanya? Na wewe uko mbele za Bwana. Nikauliza, mnapokuwa mnajadili kwenye Biblia, ili kusoma Biblia, kuna baadhi ya mada zinagusa udhaifu wake. Zikifika hapo unafanyaje? Anasema ndipo anachochea. Kweli somo la leo, Mungu tu atusaidie. Na unajua hapo napeleka ujumbe. Sikiliza ndugu zangu, Mungu alimkanya Elia, unachofanya ni mashtaki. Na Paulo ameandika vizuri kwenye Wakorintho ya kwanza 11. Anasema hamjui kwamba Elia aliwashtaki Waisraeli na Mungu ikabidi amkemee. Sasa wewe umeenda mbele za Bwana, lakini una watu wanaokusumbua kazini, una watu wanaokusumbua kwenye familia ya kwenu, una zile changamoto, yani ndizo unamsimulia Bwana, yani uko pale umekomaa kweli kweli, unapoteza. Biblia inaeleza funua moyo, mimina moyo, mwaga moyo. Na alichomwaga Penina Hana hajamwaga Penina wala hajamwaga Elikana. Yeye alimimina huzuni, yeye alimimina masikitiko yake, yeye alimimina kutokosa hamu. Maana yake ni kwamba, Bwana unisaidie huu uchungu ulioko ndani, nilioruhusu Penina akauingiza ndani ya moyo wangu, naomba upakue, ukaumimine, utoke, nibaki nikiwa safi, nibaki na Penina, nikae na Hana Elikana, lakini bado moyoni kwangu haujakaa wasi. Na Biblia inaeleza ndivyo ilivyokuwa. Alitoka akiwa tofauti. Ndio maana angalia vizuri, unapokwenda mbele za Bwana unasema unaenda kuomba, na unatoka mbele za Bwana una huzuni zile zile, una masikitiko yale yale. Haukuwa unaomba, ulikuwa unafanya mashtaka. Kwa sababu maombi hayamshughulikii yule ambaye anakunyanyasa. Maombi hayamwambii Mungu nenda ushughulike naye. Mungu sio mbwa wetu wa kufuga. Shika yule mwizi. Ndio tunachofanya. Ni sawa sana baadhi ya sera unasara, unasikia Mungu ingilia kati. Wale ambao hawana chakula nenda uwape chakula. Kwa hiyo wewe ndio unamtuma Mungu. Hajui wajibu wake. Yaani unajua ukishashika maiki saa nyingine sisi tunakuaje. Watoto wako hospitalini Bwana, wanaumwa, nenda ukawaponye. Kwa hiyo wewe ndio, kwa hiyo Mungu anasema, hivi kweli wako hospitali, wewe niende. Unajua saa nyingine tunakuwa yani vichaa wa akili. Yani hali ya kiroho inaharibika mno. Yesu alisemaje yeye? Nalikuwa uchi mlifanyaje? Nalikuwa sina chakula mlifanyaje? Nalikuwa mgonjwa mlifanyaje? Leo muombaji ndio anayesema nenda uwaponye. Watu wako wana chakula, nenda uwape chakula. Wale wanaumwa, fanya hiki. Na Yesu anasema nalikuwa hivi mlifanya hivi, nalikuwa hivi mlifanya hivi. Eti leo sisi kwa sala ya muda wa sala ndio tunayotumia sala kumweleza Mungu anachopaswa kufanya. Bwana anasema hawa ni vichaa, hawana akili kabisa. Amesema nendeni ulimwenguni mkawafanya watu kwa mataifa. Sasa unataka Mungu ndio atume watu waje waokoe watu wa kisasa?
Na wakati wewe amekuruhusu uzaliwe hapa, amekuruhusu uje ufanye kazi huko ya serikali, ameruhusu uje ufanye hiki na kile, Mungu hataleta Wachina wafanye kazi ya utume kisasa. Kwa hiyo unaposema Mungu, peleka watu wako, ukaokoe watu wako, wakina nani? Kama ambavyo wewe huwezi kwenda China, maana ana watu aliotuma kule China. Anatazamia mimi nilioko hapa nifanye huku. Sasa nyingine ili uboreshe chakula, hasara ya chakula. Tunashukuru kwa chakula mchana huu. Kuna wengine ambao hawana, Mungu nawe wafanikishe. Acha mambo ya mzaa. Kama unawajua kwa nini usiwapeleke? Unajua mambo mengine haya ni kubabaishana tu kasa ya muro. Kama ndio hivyo. Kwa hiyo sala haifanyi kazi kwa mtu mwingine. Sala inafanya kazi juu yangu mwenyewe. Na sio kwamba Mungu nenda ufanye yule. Sisi tumekuwa tunaomba kule nyumbani. Wakija chui unasikia anavyobweka mbwa, unajua hao mbwa hao wanahitaji msaada. Inabidi ufungue mlango kwa sababu wanabweka, wanakimbizwa, wanazunguka nyumba, wanakuja kwenye mlango. Unajua mnyama aliyekuja sio kawaida. Aina tu anavyobweka unajua huyo ni chui amekuja. Na kwa sababu hiyo wanahitaji msaada. Lakini kama nyama mwingine wa kawaida unamtia moyo aendelee, unaona mbwa ndiye anamkimbiza. Sasa leo tunamfanya Mungu kama mbwa wetu. Shika huyo, shika wewe. Amenituma mimi, kakutuma wewe. Halafu wewe tena unakaa hapo unasema nenda uwaponye. Yaani maombi yale ambayo tunayo copy na kupesti kutokea kule barabara za kule Masanza Kona. Ndio tunakopi vitu kama hivyo. Najipinga ushindwe kwa jina la Yesu. Nani anashindwa hapo sasa? Sara za wali maharagi zina shida sana.